Nawashukuru sana. Ningemkaribisha Deputy Academics. Tafadhali tuwe kwa ufupi sana. Tunaona hali ya anga inafanya nini? Inabadilika na wazazi wengine wanaenda. Niwaambie tuko na deputies wawili, anaitwa Madam Musla. Kwanza na shukuru mwalimu mkuu ambaye amenipa nafasi hii niongee na sisi. Kwa mara ya pili nasema hivi, hamjambo tena. Mimi ni naibu wa mwalimu mkuu na ninasimamia kitengo cha elimu, na nimeombwa ninene kwa ufupi. Kwa hivyo niko na maneno matatu. Jambo la kwanza, tumearifiwa kwamba wanafunzi watakuja nyumbani. Mzazi, na kukumbusha umwangalie mtoto wako, iwapo atakuwa na kazi ya ziada umpe nafasi afanye kazi hiyo, ili tutakapofungua shule awe ameimalizia nyumbani. Jambo la pili, nazungumzia kuhusu wanafunzi ambao wako kidato cha 3 na kidato cha 4. Hawa ni wanafunzi ambao watafanya mtihani wa KCSE. Na mzazi, mimi nilipokuwa mdogo, wale waliokuwa wanaenda shule, wazazi wao walikuwa wanahakikisha kama huyu mtoto hafanyi vizuri, haleti alama za kuridhisha, mtoto arudie ili atoke katika kiwango fulani kuelekea kingine akiwa na alama za kuridhisha, ili mwishowe atakapofika kidato cha 4 aweze kufuzu kwenda kwenye chuo kikuu. Na baada ya chuo kikuu, serikali ilihakikisha wote wanaofuzu wanapewa kazi. Hiyo ilifanyika kitambo. Hivi sasa serikali imeimarika. Imegundua kwamba Wakenya ni werevu sana na wengi wanapita mitihani. Na kwa sababu ile, serikali haina nafasi ya kuweza kumpa kila mtu anayefuzu mtihani kazi. Wamefanya vitu viwili. Serikali inahakikisha mwanao anaingia shule kuanzia ile nafasi ya hivi sasa tunazungumzia grade kitambo ilikuwa ni standard 1. Hivi sasa tunazungumzia grade 1. Serikali inahakikisha mtoto wako anapata hifadhi ili asome na afike grade 12. Kwa wale ambao wako kwa kidato cha 3 na 4 afike form 4. Baada ya form 4, wale wanaenda university pia wanapewa help, na hizo ni pesa za serikali. Lakini serikali haikuhakikishi kwamba mtoto wako anapomaliza shule atapata kazi. Kitu kinachokuhakikishia kwamba mtoto wako anaweza pata kazi ni vile atajiendesha katika masomo. Zile alama anapata, kile cheti atapata, kitamsaidia apate kazi. Kwa hivyo mzazi wa mtoto aliye kidato cha 3 na kidato cha 4, tafadhali utakapokuwa nyumbani na mwanao, jaribu uangalie report card zake kuanzia form 1 hadi mahali amefika. Angalia jinsi ana perform katika kila somo. Inaridhisha? Na wacha nikwambie kitu. Watoto wajinga tunawaona kwa maumbile. Na hapa Kikai Girls hakuna mtoto pumbavu. Hakuna mtoto mjinga.
Hawa watoto nikiwaangalia wote, maumbile yao inaonyesha kwamba ni watoto wa kawaida, watoto ambao wanafunzwa na wanaelewa. Lakini kwa sababu tunalegea kama wazazi, mara nyingi mnaachia mtoto mwalimu kule nyumbani, hauwajibiki kama mzazi, mtoto pia anajiachilia, na kwa hivyo matokeo yao hayaridhishi. Kupita kwa mtoto wako si jukumu la mwalimu tu, hata wewe unastahili kuchangia. Kwa hivyo lipa karo, mwanao akae darasani afunzwe, akija nyumbani hakikisha amekuletea matokeo yanayoridhisha. Na hapo kwa karo imenikumbusha kitu. Mara nyingi hata mimi binafsi naenda darasani, napata wanafunzi 4 juu ya 60. Mama, wakati mimi niko darasani nafunza kemia na wewe uko na mtoto wako nyumbani, unatarajia nikimpa mtihani afuzu? Mzazi, naomba unijibu, mtoto atafuzu? Sasa ni makosa ya nani? Mimi ninapofunza watoto 4 na wewe uko na wako nyumbani, wanastahili kuwa 60. Laumu nani baadaye? Usimpe mtoto nafasi ya kukosa kufanya kazi kwa bidii. Wazazi wa grade 10, selection of subjects imezungumziwa. Imenikera sana juzi, na hata niliita baadhi ya wanafunzi husika, wengine nikaongea nao. Mtoto alikuja akachagua masomo na hatukuwalazimisha, tuliwapa nafasi ya kutosha kuchagua. Lakini baada ya kufanya mtihani, wengine wakaona somo fulani ni ngumu, wakaamua watoke pale waingie katika somo lingine ambalo tangu aingie grade 10 hajawahi funzwa. Sasa kama ile ulifunzwa umeshindwa kupata alama za kukuridhisha wewe mwenyewe na unataka kurukia kwingine kwenye hujafunzwa, je, itakuwa rahisi? Tumeshaambiwa na senior teacher, tukae na watoto wetu tuwaelekeze. Na naomba niongeze hivi, masomo ya kisayansi kupeana nafasi kwa wepesi kwa wale ambao wanayachagua, na wasome kwa bidii na wafuzu. Mimi huyu ni mwalimu wa kemia na jiografia, na wakati nilikuwa nimefika mwaka wangu wa 3 katika chuo kikuu, ndio walitangaza hakuna direct employment. Nikatoka chuo, nikakaa nyumbani, na somo langu halikuwa limetangazwa. Lakini wakati walitangaza kemia, nilienda interview moja tu na nikajibu. Na sijawahi feli interview kufikia leo. Kwa wakati wote nikienda interview mimi ufuzu. Sasa wale ambao wanasema kemia ni ngumu, mimi nilifanyaje nikafuzu? Na nilipata A. Form 4 mimi nilipata chemistry A. Na ninafunza mtoto wako na yeye anapata E. It's ironical. Naomba wanafunzi, kuna wale wazuri, siwezi sema wote wanapata E. Kuna wale wazuri na nawapongeza sana, na tena nawahimiza waendelee kujiimarisha. Lakini wewe ambaye uliye na mtoto ambaye anaogopa masomo ya kisayansi, kaa na mtoto wako umwelekeze. Mahitaji ya admission kwa university, lazima mtoto akuwe amefanya angalau sayansi 2, English amepata C+, hizo sayansi 2 amepata C+, na mathematics angalau apate C+. Yaani C+ ndio ya mwisho kabisa. Na mimi husema hivi, ukilenga kupata C+, wakati utaingia kwenye chuo kikuu, wewe ndio utakuwa mjinga huko. Maana huko utapata watu wamepata A, kuna watu wamepata A-, kuna watu wamepata B+, kuna watu wamepata B plain, kuna watu wamepata B-, na wa mwisho ni nani? Mwenye amepata C+. Kwa hivyo mjinga university ni nani?
Wewe unaambia mtoto wako jaribu tu mama upate tu C+. Kwani huyu mtoto wako ni tofauti na wasichana wengine wenye huenda university na C+. Ndio ya chini kabisa mzazi. Tushikane mikono tuwahimize watoto wetu. Vile nimewaambia hakuna mongoloids hapa. Hata nyinyi ni watu wenye mmesoma. Kenya mahali imefika sasa hivi, angalau ulifika form 2, angalau ulifika form 3, labda ukashindwa kufanya mtihani kwa mwisho. Ama hata angalau ulifika class 7. Na simu za rununu zipo, Google. Mtu tu mwenye anaweza funzwa ashindwe kushika ni yule alizaliwa na hitilafu za kibiolojia. Lakini mtu amezaliwa normal na umpe lishe ya kutosha, nini itamfanya asifaulu? Ni uvivu tu na kukosa kujiandaa. Sasa wanafunzi wetu ni wazuri. Mtoto ambaye yuko discipline ni yule mtoto ukimkalisha chini uongee na yeye atakusikia. Na tunaomba support ya nyinyi wazazi. Umesikia vile senior teacher amesema. Kama mzazi ataalikwa shuleni, mtoto amefanya makosa na yeye anakuwa kwanza kumtetea. Mtoto wangu hajaifanya makosa. Basi huyo ndiye mzazi akiwa na mwanae nyumbani, ashughuliki kuangalia huyu mtoto hata alipata alama gani. Tunaomba mtu saidie kama walimu na tuendelee kuimarika katika matokeo ya mitihani yetu. Nitakomea hapo na ninaomba the next MC. Kwaheri. Asante sana madam. Asante sana deputy mwenzangu. Nataka niwasalimu wageni wenye sikuwasalimu mwanzo na wazazi wenye wamekuja na wanafunzi wangu. Hamjambo tena. Nami nikiwa katika hali hii, nikiwa deputy administration, kuna machache tu ambayo nitaongea kwa maana yanayoongelewa hapa tayari senior teacher tunafanya nayo ofisi moja, na kwa hivyo sitamaliza wakati sana, wacha niwaeleze machache. Kwanza kabisa kuna hii nafasi, bado narudia mambo na fees. Wazazi ninawaomba tu kwa heshima, tafadhali mtusaidie tulipe fees na other levies ambazo huwa tunawawekea. Mtafanya programs zetu ziende vizuri na hatutawasumbua kila wakati. Soma hiyo newsletter, tafadhali usiquestion sana. Kama una question, kuja shuleni tukae moja kwa moja nikueleze. Kama utaona ya kwamba ni ngumu, you also have a say. Kwa hivyo lipa ili tusonge vizuri. Now, senior aliongea juu ya pledges. Kweli ni especially parents wa grade 10. Niko na almost 100 pledges ambazo hawajawahi rudi. Yaani vile walinipatia mtoto na wakasema nitafanya hivyo, nimeangalia siwaoni. Kwa hivyo nilikuwa naambia senior teacher, mara hii unapoona ya kwamba mzazi pengine amekuwa na issue na unasema enda kwa deputy. Wakati mwingine ninapoangalia mkubwa, wakati unaposema enda kwa mkubwa, yani unataka vitu wasikusumbue sana. Najua sasa ufike kwangu pia ni kufukuza ama ni kutoroshe, itakuwa mbaya. Nimekuheshimu, nimesema Ijumaa, kama ni Jumatatu, Ijumaa leta. Hata Ijumaa yenyewe unasema tu naomba Mungu asinikumbushe. So tafadhali nisaidie. Then kwa hiyo nafasi ya fees kidogo, walisema juu ya watoto kusponda hiyo money yenye umewapatia. Wazazi wamewapatia pay bill. Tafadhali mjaribu kutumia. You will be sure ya kwamba pesa yako imefika shuleni. Hao wasichana mnaowaona, before wafika hapa wameona vitu vingi. Na unajua mtoto wako akishatumia pesa unasema hata kibaya ni changu. Sasa utangangana kutafuta.
Sasa badala yake tumia paybill. Tuko na hiyo ya kama hamuijui, kuna namba hii ya paybill 522123, account number 57876K na admission ya mtoto. Alafu wale wakulima wazuri mnaweza enda kwa factories na ukaweza kutenga kahawa kiasi kwa shule. Kuna ya Menu wametupatia 5393 na Kikai ni 2411. Tumia hiyo na uone ya kwamba hautafinyika sana. Utaona tu pesa umemaliza kulipa. Kwa nini tunasema mlipe mapema? After the exams form 4, saa hizi mmesikia ya kwamba mta download certificates. Sasa wewe ukikuja ukisema wacha tu nisome, mwishowe nitaenda kwa cyber. Tafadhali hiyo naye inatufanya ya kwamba mtuletee pesa, kwa maana mtoto wako atakuwa amekula lakini hatutakupata utupatie pesa. Kwa hivyo tukiwaambia sasa mtulipe, lazima mfanye hivyo. Tukikuwa wakali msione mbaya, because this school has to run. Now, wakati mtoto anakuja after form 4, anakuja clearing, jaribu mkilie mapema so that usingoje kesho mtoto anaenda job ama amepata kanafasi na unakuja kuhurumisha. Unataka tu hii space iende, nitafanyaje? Tangu afanye mtihani mpaka hiyo nafasi ulikuwa wapi mzazi? Na huwa tuna advise mwanafunzi mwenyewe akuje clearing. Kwa hivyo wazazi wenye wanakuja kukilia, wacha niwaambie kutoka leo, tutakuweka utafute DOS, tutafute mwalimu wa maths, utafute wa English, storekeeper, alafu usione ya kwamba walimu ni wabaya. Kwa hivyo ambia mwanafunzi mwenyewe akuja afanye clearing, anaweza tembea rahisi and very fast. Kuna wakati wanafunzi wanatoka nyumbani, wazazi tusaidie hivi. Ensure your daughter ama mtoto wako yule umemcheck amebeba nini. Sisi hatukubali civilians, yani manguo za nyumbani. Jaribu uhakikishe uangalie bagi yake na umwambie usibebe chochote. Asibebe phone, asibebe hata SIM card. Unajua SIM card hata ni kubwa sana. Makosa yake hapa tunaitengeneza ikuwe kubwa kuliko ya phone yenyewe. Kwa hivyo hakikisha asikwe nayo. Angalia necklaces. Necklace yenye mtoto ako nayo, siku hizi unakuja na unasema hii necklace ni ya devil worship. Sasa usikubali tu mtoto yeyote abebane bangles na necklaces na coloring of nails. Mama kama uko ama baba, check mtoto wako before release. Utatusaidia huku kwa ajili ya discipline. Kwa nini? Kama atakuwa na civilian na saa 9 usiku avae na arukie kwa hiyo mahindi. Unajua watoto, wewe unaweza kufikiria hapa hawezi ruka, but yeye akienda hapa hata hutamuona. Kwa hivyo hizo nazo hatutaki. Na kwa mavazi tu hapo, wacha niangalie boarding kidogo. Parents, ensure your learners have enough uniform. Hawa watoto wako wengi wako na uniform moja. Sasa usiku after saa 4 utaona tu watoto wana make noise na uniforms zenye wameosha. So you know the noise that it makes. Sasa wanatengeneza maji na mwagika kwa wenzake, na kumbuka ni usiku. Look at the weather in our place. Iko so chilly. Kwa hivyo tunahitaji watoto wakuwe na enough uniforms ndio aoshe ikauke. Tumealau jumpers nyeusi bila kala yoyote, na hata ukienda kwa soko siku ya inama uinuke tu na moja. Hiyo ni hata 100 unaweza pata kama uko na bahati. Usaidie mtoto apate jumper. Huku kuna baridi. Yaani baridi ya huku inauma. So jaribu tu mpatie enough clothing, towels, blankets. Angalia yako blanket yenye yuko warm. Usinunulie mtoto blanket ya maiti. Tafuta hiyo yenye yuko warm, itamsaidia. Najua maiti ya atasikia baridi. Okay.
Then kitu kingine, wazazi mkiwa home, nataka this is a circumcision month. Mmesikia vizuri? Hii shule itafungua tarehe 26 mwezi ujao, kabla ya mwisho ya Waluhya kucircumcise, si ndio? Sasa wewe kama umepanga tarehe yako itakuwa tarehe 1 na mtoto wako anasema lazima nione ndugu yangu kama amesimama stir. Tafuta ubadilisha hiyo tarehe ikuje mapema, ndio amwangalia akuje mapema. Sawa sawa. Sasa tusicheleweshe watoto, tutafungua kabla ya mwisho ya hiyo mwezi. So do that to the parents. Almost finishing, msichoke. Now, kuna kitu kingine ambayo nataka muangalie. Yaani mchunguze wanafunzi. Wanafunzi sikia vizuri. Kuna wanafunzi wenye huwa wanasema hao dawa ya kawaida ya wazungu haiwatoshi. Lazima waende kienyeji. Yaani, I want to believe Mr. Barasa alisema anapenda sana watu wa mlimani. Hata mimi nawapenda kwa maana hamtumii pesa nyingi kusumbua serikali. Mko na a lot of kienyeji. Lakini sasa, yani it is just that nyinyi bado mko na forest. Lakini sasa anaambia watoto watumie hii dawa yetu itawasaidia. Hata kama mtaongezea kidogo, lakini watumie dawa. Waingie hospitali. Itawasaidia. So, students, we have a good nurse. Kwa hivyo, kutoka leo, mzazi wako kama atasema ni kienyeji, lazima nipate barua. On the same notes, I want to look at the hair. We advise these learners to shave their hair. Reason, wapate kazi rahisi ya kufanya studies. Lakini kuna wengine wanasema lazima washuke. So wazazi angalia hii. Kama wanaenda kushuka, we were for the idea with the senior that waanze kuleta fee or levy ya kushuka. Kwa sababu urembo ni expensive. Tutawaambia mlete 1,000 so that tutafute mtu akuje kutoka nje awashuke. Kwa maana wewe unajua ni nani huwa anawashuka. So kama ni mtoto wako ashuke ananyoa na mwingine anamtumia amshuke. What is happening? They are all wasting time. Sasa kutoka leo kwa ya kunyoa na 1,000 ya kushuka. And don't complain. Special food. Hawa watoto sisi hatuna special food but we can. Tuko na cabbage. Na mlimani najua hakuna watu. Kama mtoto wako hawezi kula kideri, ni vizuri tusikie kwa mzazi. Kabarua ka alsas kwa mtoto wako na kakushuka nywele ati uko Neema Jaji. Wacha nimekaa hapa na hawa watoto mwezi mmoja sijaenda kanisa, but ninajua wasichana. Mwambia mzazi ya kwamba let me after school na umesucceed, they will welcome you kama mgeni wa heshima, hata watakupatia kiti. Lakini saa hizi wewe nganga, alafu mwisho tukutane ukikimbia ukileta cabbage mapema kabla wakati ya asubuhi. Usipo fuzu usome. In future hakuna usingizi. Nakumbuka hawa matajiri wenye wamekaa hawa watahitaji wapate vyakula vyenu asubuhi ya mapema kabisa, mmetoka mlimani kutafuta cabbages. Sasa mimi nasema si watukani, but kitu yenye nasema usipokimbia sasa utaamuka saa 9 kila wakati ndio ufikishe cabbage chwele sisi tununue. So you either read or you run in future. Kumalizia, huwa tunatuma watoto nyumbani for punishments. Of course,
nili expect senior awasomee rules, lakini kwa sababu ya time na weather hakusoma. But one of the rules ni kwamba mtoto akisneak tu, yeye amefinya waya yangu imeweza kuenda chini, so lazima ukuje tuna waya ingine ndio sasa hii shule ikuwe sawa. So such like rules should be there. So kwa hiyo newsletter tutawakumbusha tena wazazi rules. Kama mtoto ameiba, amesema tu vizuri, unaleta yako. Unajua ukiiba hautakuwa na yako, lazima ununue yako na ya mwingine mwenye umeiba, ndio sasa itusaidie. So tukikutuma ukuja after 1 week, usiende nyumbani na unaambia mzazi tuende tu, huyo deputy atatukubali tu. Na kuna mzazi hata senior uliongea, wacha nimekumbuka. Mzazi alikuja kwa ofisi, yaani unataka udiscipline mtoto before ufanye hiyo, mzazi amelia more than the kid. Yaani yeye ndio anaanza kulia. Sasa tutafanyaje? Kwa sababu wewe unalia sana na mtoto hajaanza kulia. Tunatesa mtoto wako. So wewe endelea kuweka mwizi, alafu atakuja kukuibia hiyo na namba ya shamba, ndio utaona ya kwamba si rahisi. Kitu kingine, ambia mtoto kuna hii misambazi yetu, si ndio? Of course hatuwezi kuacha. Kwa Waluya huwa tunasema no binanga ho seliwata. Kwa hivyo ambia watoto hizo misambazi ndio uanze hii kitu yetu. Kwa maana unaona tu mtoto msichana lakini anatoka tu kwa dormitory movie. Huyo si night runner. So ambia vizuri waweke hizo vitu zao, watafanya baada ya shule. Wazazi wetu tunawapenda sana na tumutusaidie watoto. Kimoja tu, circumcision iko na mambo. Kumbe anashikwa. Ikifika mwezi wangapi kutoka sai, utaona sana vile mnaenda nyumbani, hakikisha mkae kwa nyumba. No mistake itafanya either na uchukue kizuri. Kwa hivyo nataka kusema asante sana. Circumcision month na fisi ya kutosha, watoto wenu wafanye mtihani vizuri na wakule vizuri. Of course umewaona wao wanakula vizuri. Mbarikiwe. Asante sana Madam Deputy. So the next point naelekea kwa projects. I want
Our sub-county director has arrived. Washukuru maongezi ambayo yamekuwa hapa kuhusu mambo mengi, discipline, academics. Na mimi nimesimama hapa kama tax collector. Mnajua mtoza ushuru? Shule Quran mpaka kuwe na efforts. Nitaanza na enrollment per class. Sub-county director na Daktari Stuma, karibuni. Nawapenda sana, karibuni. Hao ni viongozi wetu wa masomo katika hii sub-county. Karibuni sana. Asante. Hii shule itaanza na wanafunzi. Tuko na wanafunzi 1477. Form 4 wakiwa 400.